Karibu sana mpenzi mtazamaji katika chaneli yetu hii ya Language Crash Swahili, ambapo tunajadiliana kuhusu mila na desturi mbalimbali za watu wanaoishi katika bara la Afrika na wazungumzaji wa lugha hii ya Kiswahili. Hivi leo tutakuwa na maudhui ambayo ina umaarufu sana, ina mvuto sana, inayojulikana kama watu maarufu katika nchi hii yetu ya Kenya. Basi bila kupoteza muda, jina langu ni Mohamed Abdi na anayejiunga nami hapa ni rafiki yangu anayejulikana kama Bwana Omari, ambapo tutajiunga pamoja naye ili tuweze kujadiliana mjadala huu ambao ni watu maarufu katika nchi ya Kenya. Basi Bwana Omari, bila kupoteza muda. Asante sana Bwana Mohamed. Na leo nina furaha mpito kwa sababu umenialika hapa ili tuweze kujadiliana kuhusu majina maarufu katika nchi yetu tukufu ya Kenya. Basi watu hawa ni miongoni mwa wanasiasa maarufu. Tuna wanariadha, wasanii na hata wanaharakati. Na kabisa. Na basi bila kupoteza muda, tutaangalia katika kategoria hizi mbalimbali watu ambao walileta umaarufu katika nchi yetu hii ya Kenya, na umaarufu wao huo uliweza kutufanya tujulikane vipi katika dunia nzima. Asante. Kategoria yetu ya kwanza ni wanasiasa na wapigania uhuru. Hawa ni watu ambao waliweza kuleta umaarufu katika nchi yetu ya Kenya, na bila kupoteza muda tutaanza na mmoja ambaye anayejulikana kama hayati Mzee Jomo Kenyatta. Huyu umaarufu wake unatokana kwa kuwa alikuwa ni rais wa Kenya, rais wa mwanzo wa Kenya kabisa, na pia aliweza kuleta majukumu makubwa katika Kenya na kupigania uhuru wa Wakenya kwa ujumla. Na huyu ndiye alikuwa rais ambaye aliyetajika na aliyejulikana sana nchini Kenya. Na kabla ya Mzee Jomo Kenyatta kuwa rais, alikuwa pale mstari wa mbele kuhamasisha watu kuhusu kupigania uhuru wao. Lakini harakati yake pia haikuwa bila changamoto mingi. Na changamoto hiyo mojawapo ni haki za kibinadamu zilizokiukwa wakati huo alipokuwa kiongozi. Kabisa. Kuna wengi wanaharakati wanasema alikiuka haki za kibinadamu, lakini kwa kweli kila binadamu anakosa, na kosa ni kurudia kosa. Bila kupoteza muda, pia tutaangalia watu kama vile Dedan Kimathi. Dedan Kimathi pia alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwa mstari wa mbele kwa kupigania nchi hii yetu ya Kenya, na aliongoza harakati ya wana Mau Mau ambao waliweza kupigania ukoloni na wakashinda, na wakaanza kushinda mkoloni na kuipa Kenya uhuru wake. Na muona sasa Dedan Kimathi ni mfano wa ujasiri katika taifa. Na ujasiri wake unawahamasisha hata vijana saizi kuweza kupigania uhuru katika nyanja tofauti. Waona sasa. Kama vile Dedan Kimathi anajulikana katika nchi yetu, pia tusisahau pia wapigania uhuru kama vile Tom Mboya, General China. Hao wote walikuwa pamoja katika ile harakati ya kupigania uhuru na kuletea Mkenya uhuru wake katika nchi hii yetu ya leo. Na ndio maana mpaka sasa hii hao ni watu ambao wanajulikana, na barabara nyingi katika nchi hii yetu ya Kenya zimetengwa na zimeitwa kwa jina zao, kwa kuwa hawa ni watu ambao wana umuhimu mkubwa katika historia yetu ya Kenya, na wana uzito mkubwa katika umaarufu mkubwa katika nchi hii yetu ya Kenya. Basi hawa ni watu ambao walipigania katika nyanja ya kisiasa na pia katika nyanja ya kupigania uhuru, na wana umaarufu mingi katika nchi yetu ya Kenya. Kategoria nyingine ya watu wa maarufu katika nchi yetu hii ya Kenya ni watu ambao wanajulikana kama wanaharakati. Na miongoni mwa wanaharakati maarufu na watajika nchini Kenya ni mwanaharakati anayejulikana kama Profesa Wangari Maathai, ambaye kwa sasa ni hayati, na Mungu alaze roho yake pali pema peponi. Wangari Maathai alijulikana kwa juhudi zake za mazingira na za kuhifadhi mazingira, na pia alitengeneza chama ambayo inajulikana kama Green Belt Movement, ambayo iliweza kuhifadhi mazingira na kujiunga katika uhifadhi wa mazingira ili watu wasiwe wanaharibu mazingira. Na sasa waona Wangari Maathai pia alikuwa mwanaharakati katika nyanja ya kutetea haki za wanawake. Na kupitia juhudi zake aliweza kunyakua tuzo ya Nobel ya amani. Nobel ambayo inajulikana kama Nobel Peace Prize. Na pia zaidi ya hapo, Wangari Maathai pia juhudi zake ziliweza kusaidia katika uhifadhi wa mazingira, na mpaka wakati kama huu tunapata kwamba
kuna mahali tofauti tofauti katika jiji ambapo iliyotengewa katika uhifadhi wa mazingira, kama vile sehemu kama vile Uhuru Park na City Park, ambayo inajulikana kwa kuwa Wangari Maathai ndiye aliyepigania uhifadhi wake. Na Wangari Maathai, licha ya vikwazo mingi alivyopitia katika harakati yake, aliweza kutokea pale na kuwa mwanaharakati mkuu sana, na hapo tunaweza kumwongeza katika kikundi kikuu cha watu maarufu katika nchi yetu ya Kenya na pia katika kundi kuu la wanaharakati wengine katika nchi yetu. Kabisa. Na pia zaidi ya hapo, pia tunapomwangalia wanaharakati, itakuwa ni kosa bila kutaja mtu anayejulikana kama Raila Amolo Odinga. Huyu ni mwanaharakati ambaye ni mkuu katika upiganiaji wa haki na uhuru za Wakenya. Pia alikuwa ni miongoni mwa watu waliokuwa katika mstari wa mbele kwa kupigania Kenya iwe na chama nyingi, wakati ambapo Kenya ilikuwa na chama kimoja iliyojulikana kama KANU. Na basi Raila Amolo Odinga, licha ya kwamba amekosa kutoa urais, pia alikuwa ni watu ambao waliweza kuwa ni watu waliokuwa miongoni mwa watu waliokuwa mbele zaidi ili kupigania uhuru na wa nchi na wa Kenya. Na ndipo kwa sababu yake mpaka sasa tuko na katiba mpya ambao Wakenya wanafurahia matunda ya hiyo katiba, na Wakenya wanaweza fanya kila juhudi ambayo wanaweza ili kuhifadhi katiba hiyo. Na basi hawa ni watu ambao walijulikana kwa wanaharakati wao na uzuri wao ambao ulioleta uhuru katika Wakenya au uhifadhi wa mazingira. Na bila wao, bila shaka Kenya haingekuwa mahali ipo bila hawa wanaharakati, na umaarufu wao umesaidia mpaka wakati kama huu. Naam, basi bila shaka hao ni wanaharakati maarufu katika nchi hii yetu ya Kenya. Sasa tuhamie kwenye burudani. Kenya iko na wasanii wengi ambao wamevuma katika bara la Afrika na pia nchi ya Kenya zaidi. Mmoja wapo hizi jina maarufu ni kama vile Sauti Sol, Wakadinali na hata Nyashinski. Na watu ni ambao muziki yao imevuma Kenya na pia zaidi ya Kenya katika nchi zote tofauti nchi humu duniani. Wacha sasa tuanze na Sauti Sol. Sauti Sol ni kundi ambalo linaimba nyimbo za Kiswahili nchini Kenya. Wimbo wao maarufu ule wa Live and Die in Africa, naijua sana. Wanasema katika wimbo huo wanataka waishi na pia wafe na waziko wapi? Nyumbani Afrika. Wimbo huu ni wimbo mmoja kati yao ambayo inaweza kuhamasisha upendo na utangamano katika bara letu la Afrika. Naam, na pia zaidi hapo pia wako na wimbo wao wengine, Sura Yako Mzuri Mama. Hiyo ni wimbo ambayo pia imeleta iliyopata umaarufu mkubwa sana nchini Kenya, na zaidi ya nchi ya Kenya pia imeleta umaarufu mkubwa katika dunia pia. Na hiyo ni miongoni mwa wimbo zao walizoanza nazo hivi majuzi kutoka zamani. Naam. Sasa ningependa pia tuongelee msanii mwingine anajulikana kama Nyashinski. Nyashinski ana umaarufu kwani bwana yule akishika kalamu na karatasi aandike wimbo, anaweza kuelezea hadithi za Kenya na za maisha kwa ujumla. Wimbo wake ule wa na mogopa Mungu pekee. Katika wimbo huo anatueleza kuhusu changamoto tunazozipitia kama wanadamu, na pia vile ambavyo tukimtegemea Maulana anaweza kutuvusha katika majaribu na shida hizi katika maisha. Naam, hiyo pia Nyashinski ni mtu ambaye anajulikana. Na zaidi hapo tusisahau kundi la vijana ambao wametokea hivi majuzi wanaojulikana kama Wakadinali. Hao ni watu ambao wanajulikana nchini Kenya na pia bara la Afrika kwa ujumla. Wimbo zao ambazo zimejikita katika mashida ambazo jamii zinapitia, kama vile mmoja wa wasanii wao anayejulikana kama Siwa Saida anavyosema, youth tuache crime tufanye business. Anawahimiza vijana waache uhalifu na basi waanze kufanya biashara zilizokuwa na za halali. Na hizi ni wimbo ambazo zaidi ya kuburudisha linafunza jamii na linawaelekeza katika maadili zilizokuwa ni njema. Na basi hawa ni watu ambao wamejulikana katika nchi ya Kenya kwa kuwa burudani yao imeweza kuhimiza pande tofauti ya jamii, na pia ni watu ambao ni maarufu sana nchini Kenya, na pia zaidi ya hapo wimbo zao zimepita mipaka na zimefika mpaka nchi za nje. Na hawa ni wasanii na wanaojulikana kwa burudani zao nchini Kenya. Wapenzi watazamaji, kama ilivyokuwa ada yetu,
kilichokuwa na mwanzo hakikosi mwisho. Na kwa vile tumeweza kuongelelea wana harakati mbalimbali katika nchi yetu ya Kenya na watu ambao waliokuwa maarufu sana katika nchi yetu ya Kenya, hapa hivi tumeweza kufika hatima ya mazungumzo yetu ya leo. Basi kama kawaida, kama wewe mpenzi mtazamaji una jambo, wazo au kitu ambacho ungependa tufanye katika hii channel yetu ya Language Crush Swahili, basi natumai utaacha katika kurasa ya mawazo hapo chini. Na pia basi mpenzi mtazamaji, usisahau kulike, share na subscribe katika channel hii yetu ya Language Crush Swahili ili tuweze kujifunza lugha ya Kiswahili pamoja, na pia tuwe tunajua utamaduni na vitu mbalimbali katika nchi ya watu wanaozungumza lugha hii ya Kiswahili. Na bila shaka nimekuwa mimi wenyu Mohamed Abdi, na aliyejiunga nami rafiki yangu mpendwa anayejulikana kama Bwana Omari. Na mpaka wakati mwingine tutaweza kuambia kwaherini na Mungu awe nanyi mpaka wakati mwingine. Asanteni.